Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu sana katika session hii, neno la maarifa. Mungu akubariki sana kwa kuweza kutune in. Hapa ni neno la maarifa. Tunakutana wanawake kutiana moyo, kupomba pamoja na kusonga mbele katika lile kusudi ambalo Bwana ametupatia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba rehema na msamaha nitakase kwa damu yako, na ninaomba Roho Mtakatifu anifundishe, anielekeze kile ambacho natakiwa kusema, kitachoenda kumuinua mama yule, binti yule, kwa habari ya imani, kwa habari ya maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nina furaha kubwa sana leo kuweza kufanya kipindi siku ya leo. Nina furaha nyingi sana kwa Bwana kuniwezesha kufanya kipindi hiki. Sifa na utukufu zimwende yeye, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, aliyeniwezesha kufanya kipindi siku ya leo. Lakini pia ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mume wangu mpenzi Pastor Obedi Katunzi kwa kusupport kile ambacho Mungu amekiweka ndani yangu na kuendelea kuniombea na kunishauri. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Lakini pia ninakushukuru sana wewe, wewe ambaye unatoa bando lako na muda wako kuweza kufuatilia vipindi hiki. Hakika Mungu aendelee kukubariki. Asante sana wewe ambao unaendelea kusupport kwa fedha zako, kwa maombi, kuhakikisha vipindi vyetu vipo live hewani kila siku saa 8 usiku kwenye maombi ya kuombea ufalme, maombi ya kuombea familia zetu. Tunahitajika kuomba usiku. Ni muda ambao tunatakiwa tuamke na kuomba na kutengeneza kesho yetu na kutengeneza siku yetu. Kwa hiyo kila siku tuna maombi saa 8 usiku hapa neno la maarifa live. Kwa hiyo asante sana ambao unaombea program hiyo, lakini asante sana wewe ambaye una support kwa fedha zako kuhakikisha kwamba program hii inaenda mbele. Mungu akubariki sana. Nina shukrani zangu za dhati kwa ajili ya kuniwezesha kupata microphone. Yes, nimepata microphone ya kufanyia vipindi. Mungu awabariki. Nilileta swala hili mbele yenu na Mungu aliwagusa wale ambao waliguswa wakaweza kuchangia microphone hii. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeniombea, lakini pia umetoa mchango wako kuhusiana na kupatikana kwa microphone hii. Sifa na utukufu ziende kwa Mungu Baba aliyeumba mbingu na nchi. Okay, sasa yes. Kabla sijaendelea, ninapenda pia kukushirikisha baraka wewe ambaye unatamani kuwa partner wa program hii, kwa maana ya kwamba kusupport tunachofanya hapa. Sasa tuna maombi ya usiku saa 8, na changamoto kubwa ambayo tumekuwa nao ni changamoto ya umeme. Mara nyingine muda wa vipindi ndio umeme unakatika. Kwa hiyo baadhi ya wadau wakasema inabidi tupate generator. Generator lina gharama ya $2.5 million, na kwa sasa tayari Mungu ametuwezesha tumepata shilingi takriban $600,000 hivi kama sijakosea. Kwa hiyo ninakaribisha kama utaguswa kusupport hili, basi Mungu akubariki na hazina yako itakuwa iko mbinguni. Wakati watu watakapokuwa wanabarikiwa, wakati watu watakapokuwa wanafunguliwa kupitia maombi haya saa 8 usiku, basi na hii sadaka yako itakuwa inapiga kelele kwa ajili yako, na si kwa ajili yako tu, kwa ajili ya familia yako. Juzi nilipokea ushuhuda ambao ninapokea shuhuda nyingi sana. Mara nyingine unaweza kufanya kitu na Mungu akafanya zaidi ya vile ambavyo ulitarajia. Kuna watu wanapokea sana kwenye maombi haya saa 8. Pakasema hapana, lazima maombi haya muendeleze, tuhakikishe maombi haya hakuna kinachozuia maombi haya. Kwa hiyo karibu sana kuweza kushare nasi baraka hiyo, na Mungu akubariki sana. Leo nakwenda kuzungumzia kwa habari ya imani. Imani ni nini? Imani ni muhimu sana. Sisi program hii ama channel hii iko sana kwenye eneo la maombi, na katika vitu ambavyo Mungu anataka ni kuelekeze zaidi ni kwenye swala la maombi la imani. Inawezekana unaomba sana masaa mengi, kuna vitu upate kwa sababu ya imani. Mungu anachukizwa, machukizo ambayo Mungu hapendi, mojawapo kubwa kabisa ni swala la imani. Biblia inasema Mungu anachukia nini? Watu wasiompendeza. Biblia inasema Mungu anachukizwa na watu wasiompendeza, na haiwezekani
kufanyaje? Mimi nasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Tunahitaji imani. Ni kweli tunatakiwa tuwe watu wa maombi, tuombe, tungurumishe maombi sana, lakini lazima maombi yetu yaambatane na imani. Mimi binafsi ninaweza nikaelezea imani kwa namna hii. Mungu wetu ni Mungu mwenye uweza mwingi sana, mkubwa sana sana sana. Lakini pamoja na ukuu wake na uweza wake, ameamua ama amepangilia kufanya kazi na mwanadamu kulingana na kiasi cha imani alichonacho. Kwa hiyo kuna mambo ambayo pengine hajayafanyika kwenye maisha yako, si kwa sababu eti Mungu hana uwezo. No way. Sio kwa sababu uwezo wa Mungu umekuaje, ni kwa sababu wewe ndani yako, ili Mungu aweze kufanya kazi na wewe, lazima uwe kuna kitu ulichonacho ambacho atakitumia hicho ili kufanya kazi yake isonge mbele. Kwa hiyo ana uwezo mwingi mkubwa sana, ameumba mbingu na nchi, hakuna kinachoshindikana mbele zake, lakini ameamua afanye kazi kulingana na imani ulionayo. Kwa hiyo utendaji kazi wako wa Mungu na udhihirisho wa nguvu za Mungu unategemea kiasi cha imani ulichonacho. Sio kiasi cha muda wa maombi unachoingia kuomba, sio kiasi cha unafanya juhudi gani. Hapana, Mungu anaangalia imani ulionayo, anaitazama imani na anapitia kwenye hiyo imani ili aweze kutenda kazi ndani yako. Sasa Wakristo wengi wa mama tumekuwa tunaomba sana, lakini imani haipo. Imani, kusoma katika Waebrania 11 kuanzia mstari wa 1 pale anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana, kitu hujakiona kwa macho, lakini unaamini, unakuwa na uhakika. Kusoma mstari wa 2 anasema, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani tofahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata hivyo vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyodhahiri. Imani ni baina ya mambo yasiyoonekana. Kusoma mstari anasema, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake. Kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Imani naweza nikasema ni means of transportation, ama ni means ya kuchukulia vitu kutoka kwa Mungu kuvileta duniani. Mungu hapendezwi na watu wasiokuwa na imani. Ukisoma kwenye Waebrania 11:6 pale anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Haiwezekani. Lazima uwe na imani ili umpendeze Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Watu wengi leo wanamwendea Mungu, lakini wakienda wakiwa na mashaka, wakienda wakiwa na hofu, tayari umepunguza ama umeondoa quality ya maombi yako, kwa sababu tayari wewe humpendezi Mungu. Lazima umpendeze Mungu kwa kuwa na imani. Sitasoma mlango wote wa 11, nadhani utasoma kwa muda wako huko mbele, utaona jinsi ambavyo imani imezungumziwa hapa. Hata unapotoa sadaka, unatoa kwa imani. Unapotoa sadaka, let's say una support kazi fulani ya Mungu, utoi ile pesa kwa yule mtu unapotoa, unaitoa kwa Mungu, na hicho ni kitendo cha imani. Watu wengi mara nyingi sasa hivi anapotaka kutoa vitu anahisi kama labda anakipeleka kwa yule mtu anampea, lakini kama utatoa kitu kwa ajili ya kazi ya Mungu, kumbuka kile kitu umekimpa Mungu, umempatia Mungu. Tunaona hapa mstari ule wa hapo kwenye Waebrania 11 mstari ule wa 17 nasema, kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Kwa imani alianza kutoa, kwa imani. Hakuangalia sasa mimi sina mtoto mwingine, nitafanyaje, labda mke atazaa mwingine, lakini alifanya tendo lile akiwa anamwamini kwanza yule anayemfanyia. Tunahitaji kuwa na imani katika maisha haya, katika maombi. Hapa tunaomba, nimekuwa nikisisitiza sana swala maombi, tunaomba usiku, tunaomba, lakini my dear sister,
Kama hautokuwa na imani, utakuwa unapoteza muda wako bure. Mungu hapendezwi na mtu asiyekuwa na imani. Lazima uamini kwamba Mungu yupo. Mungu hapendezwi na watu wenye kusitasita, hapendezwi na watu wanao sitasita. Lazima uamini. Umwamini huyu Mungu aliyekuambia omba nawe utapewa. Anasema amini, just believe. Yaani kazi yako hapo ni kuamini. Itakuwaje, itafanyikaje, yeye Mungu anajua. Sasa nitaelezea pia kwa kifupi ni nini imani. Lazima iende na matendo. Imani lazima iende na matendo. Unapomwomba Mungu, unamwomba Mungu kwa habari ya kitu fulani, lakini maisha yako haya reflect kwamba kile kitu umekipokea. Unamwomba Mungu, ninaomba kwa habari ya watoto wangu, kwamba Bwana ukaendelee kuwasaidia, labda ni kwenye masomo, ni kwenye unawaombea. Lakini utakapotoka pale, matendo yako yanafuta ama haya reflect kile ulichoomba. Unaanza tena kuwatamkia maneno, unaanza tena kuwa na mashaka na kusema hivi mtoto kweli atafaulu. Yaani umetoka kuomba Mungu amsaidie faulu, alafu ukitoka kwenye maombi amefanya kosa kidogo, badala ya wewe kukiri ushindi juu yake na kuendelea kujenga imani, unasema toto hili sijui kama litafaulu. Tayari wewe maombi yako yamekosa imani. Wewe umekosa kumpendeza Mungu. Mungu anaangalia imani. Mungu anaangalia imani kwenye haya maombi yako unayoomba. Umefunga siku 7, umefunga siku 3, umefungaje, umeombaje? Haangalii the quantity of time uliotumia, muda uliotumia. Haangalii effort ulizotumia. Haangalii sauti ulioitumia hapo. Anaangalia imani. Tuangalie hapa katika Mathayo 9 mstari wa 2. Na tazama, wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Na Yesu alipoona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa. Kwenye maombi yako unayoomba, Mungu haangalii how much energy you use. Haangalii jinsi gani unatoa sauti. Haangalii jinsi gani ambavyo unaomba masaa mengi. Anaangalia imani. Je, katika hayo maombi kuna investment ya imani? Je, unaamini kile ambacho unakiomba? Ukisoma katika Mathayo 9:22, Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona. Kinachofanya Mungu aone yale maombi yetu. Saa nyingine mtu unaweza kuwa unaomba na hayo maombi hayafiki kwa Mungu, kwa sababu Mungu haoni chochote pale. Anachotakiwa kuona pale ni imani. Kwa imani inapokosekana, unakosa kujibiwa, unakosa kupokea. Tunahitaji kuwa na imani. Lazima tuwe ni wanawake ambao tumejazwa na imani. Tunaamini hata kama kesho yetu haieleweki, haujui inakuwaje, lazima uamini. Hujaolewa, unaamini Bwana atakupa mume. Unaamini, unaamka asubuhi, unakiri, unajiweka kwenye position kwamba mimi baada ya muda fulani Bwana atanipa mume. Unaamini kutoka ndani ya moyo wako, na unakuwa na matendo yanayoendana na maombi uliomba. Hauwezi kuwa unaomba Mungu akupe mume, alafu ukikaa na marafiki zako unaanza kusema kwa kweli kwa umri fulani ukifika, watu wao waolewagi. Umri ukifika fulani, tayari yale maneno yako ni matendo yanayoonyesha kuto kumpendeza Mungu. Lazima uamini kile ambacho umekiomba. Kusoma katika Mathayo 14 mstari 28, anasema Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Mstari 29 akasema, njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yoyo akisema, Bwana niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Ndugu mpendwa, unaweza kuwa unaombea uchumi, inawezekana unaombea familia, lakini wakati unapoendelea kuombea, dhoruba na tufani huja.
Unapomwombea mwanao, umwombee awe katika position fulani, unashangaa tufani inakuja, kuna mambo ambayo yanatokea, kuna tabia ambazo mtoto yule anaendelea kuzionyesha, lakini haupashi kuangalia ile dhoruba na tufani na ukufesi. Lazima uangalie neno la Mungu linasemaje na imani yako inamwelekea nani. Tunamwona hapa Petro alianza kusema, Bwana, ikiwa ni wewe nije. Akaja, lakini dhoruba na tufani, dhoruba haikupaswi kukufanya ukose kuwa na imani. Lazima uwe na imani. Watu walifanya mambo makubwa sana kwenye Biblia. Bwana Yesu mwenyewe anasema, wale watakaoniamini mimi watafanya mambo makubwa zaidi hata ya haya ambayo mimi nimeyafanya. Yeye Mungu wa milele, mfalme wa wafalme, anasema tunao uwezo wa kufanya mambo makubwa. Tunahitaji tu imani. Tunahitaji tu imani. Nataka tumwambie Bwana atusaidie imani. Tunapokuwa katika haya maombi, ni sawa tunakuwa tuombe neno la Mungu lilotupa maelekezo ya kuomba. Tunaomba sana, lakini tusiombe sana tukiwa ni empty, bila imani. Maombi yako yasipokuwa yamefungwa kwenye siri ya imani, hayafiki kwa Mungu. Hayafiki, maana ni maombi yasiyompendeza Mungu. Mungu anakutazama kwamba mtu siokuwa na imani, usiye mpendeza Mungu. Usoma katika Mathayo 15:28 anasema, ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake saa ile. Tunahitaji tu imani kwenye maisha haya. Ni imani peke yake ndio itakao tupeleka levels, viwango ambavyo mtu akikaa na kuangalia nasema, hichi kitu kimetokeaje? Ni kwa sababu ya imani. Lazima uamini, lazima uwe na imani, lazima uishi ile imani uliopewa. Lazima matendo yake yaendane na imani. Lazima ukiri. Unapokuwa unamwamini, unaamini kitu, lazima ukiri. Hata tukiangalia kwenye neno la Mungu anasema kwamba mtu akitaka kuokolewa lazima aamini moyoni mwake alafu akiri. Lazima unapomwamini Mungu kwa habari ya kitu fulani, lazima iambatane na ukiri unaoendana na kile unachokiamini. Ukiri una create, ukiri unatengeneza kitu kwenye maisha yako. Unahitaji imani ya kukupush somewhere. Unahitaji kukiri. Amka asubuhi, jitazame kwenye kioo na useme, mimi nitaolewa. Sijui ni lini, lakini nitaolewa. Sitokufa nikiwa single, nitaolewa. Kiri, tamka na uishi kulingana na kile ulichokikiri. Unaishi kwenye mazingira ni magumu, ni changamoto, sema ipo siku. Mimi nakumbuka wakati fulani nikiwa nasoma, nilijifunza sana kuhusu imani. Na siku moja, ama sio siku moja, mara nyingi sana tulikuwa tuna group la watu tunaomba pamoja, na tulikuwa katika mazingira magumu kweli kweli, magumu. Nikikwambia magumu, nadhani wale ambao wamefuatilia channel hii, kama umefuatilia sana, utaelewa vizuri maisha ambayo nilipitia hapo. Tuko kwenye ile group tunafundishwa imani, na imani lazima ukiri, lazima utamke. Umemwomba Mungu, unamwamini Mungu kwa ajili ya kazi, lazima ukiri kwamba mimi nitapata kazi. Amka asubuhi, eka kioo, kama una kioo, kama unajitamkie, kiri maneno ya ushindi unaotaka yatokee. Fanya declarations every morning. Hiyo itakusaidia kutengeneza imani iwe katika matendo. Nilikuwa naamka asubuhi, mimi nasema, najitamkia, mimi nitakuwa mtu fulani, nitakuwa hivi, nitakuwa hivi, nitakuwa hivi, nitakuwa hivi. Mimi nitakuwa mfanya biashara mkubwa, nitafanya 1, nitafanya 2. Hapo sina hata shilingi 10. Hapo bado ni mwanafunzi wa sekondari. Hapo bado nina changamoto nyingi ambazo nakutana nazo, ambazo kiukweli hata chakula sijui kitapatikanaje siku hiyo. Lakini naamka asubuhi na kumwambia Bwana, ninaamini hichi ndicho kitakachokuwa. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi itakuwa 1, itakuwa 2, itakuwa 3, itakuwa 4. Kiri, nikawa na kiri vile. Na nikwambie, marafiki wazuri watakusaidia kusonga mbele. Ukiwa na watu ambao hawana imani, siku zote tu wanakirikiri maneno ya ovyo ovyo, watakuambukiza hiyo tabia. Kimbia hao watu ambao kila mara wanatamka negative things kwenye maisha yao. Wamejichoka, wamejikinai. Sasa nilikuwa na watu ambao wanasema mimi ni mtu fulani. Kipindi hiko hatujui tunaendaje, hatujui maisha yanaendaje, lakini tuko kwenye maombi sana. Maombi kweli kweli. Tunaomba, hauoni chochote, hauoni kama kuna dalili hata ya mvua, lakini tunaenda tunaomba, tunakiri.
Mimi nitafanya mambo haya makubwa, mimi nitakuwa mtu fulani, mimi nitakwenda kuwa na kampuni yangu kubwa, nitafanya. Kila mtu alikuwa na ya kwake. Na I'm telling you, mpaka hapa tulipo, wale ambao tulikuwa tunafanya ule ukiri na kufanya yale maombi, kwa kipindi kile hatukuwa tunaona, hauoni chochote, unaona kabisa giza mbele yako, lakini bado unaendelea kuomba, bado unaendelea kukiri, bado unaendelea kuomba. With time unashangaa Mungu amefanya. Leo hii ninavyokuambia, ile grupu la wale watu ambao tulikuwa tukiomba pamoja, mmoja yuko Marekani na aliweza kufanikiwa kuwa na kampuni yake ya tourism, na ni mtu ambaye kwa sasa ana uchumi wake vizuri sana. Na by that time alikuwa amemaliza tu form 4 na hakuwa na direction ya maisha, hakuwa na chochote, lakini alikuwa anakiri. Hakuwahi kukiri udhaifu. Anakuambia mimi Vera, mimi ni tajiri, mimi nitafanya 1, nitafanya 2, nitafanya 3. Kwa muda huo ukimwangalia ana hata 10. Lakini as you can see now, amefika kule. Kwa nini? Alikuwa haangalii anachokiona muda ule, anaangalia kitakachokuja kesho. Katika ulimwengu wa roho lazima kuwa na imani. You need to have spiritual eyes. Lazima uwe na macho ya rohoni ya kuona kule mbele na kuona uhakika kwamba huku ndiko ninakoelekea. Hautokuwa na shida milele, hautokuwa na changamoto ulionayo milele. Amini, just believe. Hakuna kinachoshindikana mbele za Mungu. Hakuna kinachoshindikana. Mimi nilikuwa najitamkia mimi nitakuwa mfanya biashara, nitakuwa naenda nchi mbalimbali, nitakuwa nasafiri, na kadiri naendelea kujitabiria, haikupita miaka mingi nikashangaa, okay, na mimi nimesafiri, na mimi nimeenda huku, na mimi nimeanza kufanya biashara internationally, safiri kutoka nchi kwenda nchi nyingine, napeleka bidhaa. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna seed of faith, kulikuwa kuna mbegu ya imani, na hiyo mbegu ya imani haiendi hivi hivi, inaenda na matendo na ukiri. Siku zote imani inaenda na matendo, imani inaenda na ukiri. Lazima ukiri kila siku asubuhi. Unaomba nini? Unaombea nini? Kwa mfano, let's say unaomba kwa ajili ya kupata kazi, unaomba kwa ajili ya kupata mwenzi wa maisha, unaomba kwa ajili ya uchumi. Amka asubuhi, jitabirie. Amka asubuhi, kiri ushindi, tamka, maneno yako yana nguvu. Imani inaenda na ukiri, imani inaenda na matendo. Ni muhimu sana 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 kufahamu swala hili. Ni muhimu kweli kweli kufahamu, kwa sababu bila kufahamu swala la imani utajikuta umeshindwa kupokea kile ambacho unatakiwa upokee. Imani ni matendo. Imani sio tu kusikia. Imani ni matendo. Lazima uamini kile ambacho lazima utende kile ambacho unachokiamini. Takusomea hapa mstari huu alafu tutaendelea mbele. Imani, Bwana anaangalia imani. Bwana anaangalia imani, haangalii kitu kingine chochote. Anachoangalia ni imani. Tunahitaji sana kutembea katika imani. Ukisoma katika kitabu kile cha Mathayo 17 mstari wa 20, anasema Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punde ya haradani, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwapo neno lisilowezekana. Hakuna lisilowezekana kwako ukiamini. Unakuta mtu ni mgonjwa, mfano anaumwa ugonjwa fulani na daktari amemwambia, na akitoka hapo basi ya kila mtu anamwambia yeye ni mgonjwa, ni mgonjwa, anaendelea kucreate. Kataa. Yale ni maneno ya daktari, lakini maneno ya Mungu yanasemaje juu yako? Lakini neno la Mungu linasemaje kwamba wewe ni umeponywa, wewe mzima. Haijalishi unapitia changamoto gani, ile changamoto yako isikufanye wewe kuhisi kwamba hapo ndio mwisho wa maisha yako. Bwana analo kusudi juu ya maisha yako. Pale unapohisi ndio mwisho wako, Mungu ndipo anapoanzia hapo. Unahitaji imani. Hakuna loshindikana kwako. Nataka nikwambie leo, halipo. Ukiwa tu na imani utafanya mambo makubwa ya ajabu. Mungu atakutumia wewe kufanya vitu vikubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu uko na imani. Lazima uwe na imani. Tukisoma katika Mathayo 21:21 pale anasema, Yesu akajibu akamwambia, amin nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hili la mtini tu, lakini hata mkiwaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatendeka.
hata mlima. Imani, mama, omba imani, Mungu akupatie imani. Hakuna kinachoshindikana, hakipo kinachoshindikana mbele za Mungu. Binafsi kuna mambo mengi sana ambayo nimeona Mungu ameyafanya, si kwa sababu nilikuwa naomba sana, si kwa sababu ya nini, ni kwa sababu ya seed ile ya imani, kuamini kwamba Mungu atafanya hichi kitu. Itakuwaje kwaje, I don't know, sijui, lakini kitafanyika. Madam nina Baba aliyeumba mbingu na nchi, nina Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ni nini kinachoshindikana kwake? Nothing, hakuna. Ukiwa na hiyo mentality ya kujua kwamba Mungu kwake hakuna kinachoshindikana, na anaangalia kiasi cha imani ulicho nacho, ndicho atakachofanya. Leo yetu anasema mbona vitu fulani havionekani? Ni imani. Unahitaji imani. Imani inakufanya unafika kwenye levels ambazo Bwana amekukusudia. Wakati fulani nimewahi kutoa ushuhuda, nikasema nilikuwa naenda sehemu, sina nauli ya kurudi. Lakini kwa nini sasa ninaenda? Ni kwa sababu nina uhakika atakayenipeleka atanipa hiyo nauli, na nitarudi, nitaendelea, nitapata zaidi hata ya ile ambayo nilikuwa natarajia. Imani, lazima uwe na imani hata kwenye kutoa. Wakati fulani nilienda kwenye ibada na nilikuwa nina pesa fulani nilikuwa nayo, nikasikia ndani yangu, hebu toa hii pesa yote nilikuwa nayo. Sikuwa na nauli ya kurudi. Sasa kwenye kutoa lazima pia uwe na imani. Na ukijua kwamba unampa Mungu, ukijua unampa mwanadamu, utakosa imani. Lakini ukijua kwamba hii inaenda kwa Mungu, utaamini kwamba yeye Mungu akiipokea atakubariki, atafanya alichokusudia kufanya, atafanya kulingana na neno lake. Sasa wakati nimetoa ile pesa, na ilikuwa ni pesa ambayo ndio hiyo, nilikuwa nimeenda kwenye seminar na ni pesa nilikuwa nao ya nauli. Kwa hiyo nikatoa sadaka mpaka na nauli nilikuwa nayo. Sijui narudije, lakini moyoni mwangu najua Mungu atanirudisha. Nitarudije? I don't know. Nikatoa ile pesa yote, wakati sasa naondoka na mwaga mchungaji, shangaa ameingiza mkono mfukoni na akatoa pesa. Akaniambia nauli, tayari nikaa nimepata nauli ya kunirudisha nyumbani. Lakini na kesho yake semina ilikuwa naendelea, nikaweza kurudi na nauli ile ile, na nilikuwa sina. Lakini unapotoa kwa imani, Mungu anakupatia. You give it by faith. Hata kutoa, watu wengi leo hii wanatoa hawaoni matokeo, ni kwa sababu hawatoi kwa Mungu kwa imani. Wanatoa kama vile wanamsaidia mtu, ni kama vile wanafanya msaada wa kitu fulani. Hawatoi kama wanaipeleka kwa Mungu, wakiamini kwamba hii inamfikia Mungu. Unahitaji kuwa na imani. Tunahitaji kuwa na imani. Nikukumbushe ya kwamba Mungu wetu anazo nguvu nyingi sana. Hauwezi kueleza uwezo wa Mungu wetu, lakini ameamua kufanya kazi kulingana na nguvu ya imani uliona. Anajidhihirisha kwako kulingana na kiasi unachoweza. Mungu akiachilia kwamba angefanya tu, yani ajidhihirishe kwetu tu kwa namna ambavyo yeye alivyo, watu ingekuwa inatisha sana, kwa sababu Mungu ana uwezo wake mkubwa mno, na ameamua kufanya kazi kulingana na ile imani ambayo mtu anakuwa nayo. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na imani. Hatuhitaji tu kuwa ni watu wa kuomba sana muda mrefu. Ni vizuri sana, lakini maombi yako ya muda mrefu yasipokuwa na imani ni bure. You're wasting your time. Unapoteza muda ukiomba bila kuwa na imani. Kuna watu ambao wewe unafahamu au ni wewe mwenyewe umekuwa unaomba masaa mengi sana na you don't see the impact. Hauoni kinachotokea. Why? Kwa sababu unaomba pasipo kuwa na imani. Hautakiwi kuwa na shaka moyoni mwako. Unapoomba ukihisi kama shetani anataka kuleta mashaka, dili na hiyo roho. Kabla hujaanza maombi, kemea roho ya mashaka ambayo inakufanya ushinde kupokea kutoka kwa Mungu. Ukisoma katika Mathayo, hiyo ni Marko 2:5, anasema, na Yesu alipoona imani yao akawaambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Alipoona mwenye kupooza akamwambia umesamehewa. Alipoona imani. Mungu anaangalia imani. Nimesema haangalii maneno mangapi unayoongea, anaangalia how much faith do you have. Una imani kiasi gani ya kuconvince Mungu ashushe kile ambacho unatakiwa kuwa nacho. Kuna watu leo hii mkionyeshwa vitu vyenu ambavyo mliomba na vipo hapa hewani vinagaagaa, utashangaa. Kila ambacho ulikiomba tayari kipo hapo.
kipo, na shetani ndipo anapochukuliaga vitu vya wateule wa Mungu kwa kuweka mashaka. Akikuwekea mashaka, tayari kile kitu unapoteza uhalali wa kukichukua. Na shetani, hivi vitu vinakuwa katika kategori ya kufanyaje, wanasema Kiswahili kizuri, vitu ambavyo vimetelekezwa. Kuna mali nyingi sana zimetelekezwa hapo. Kuna vitu vingi sana vimetelekezwa hapo angani, na shetani anachukua ile loophole, anavichukua vile vitu na anavipeleka kwa watoto wake huko. Kwani amekuingizia mashaka. Uliomba Bwana akupatie kitu, Mungu anakupa jaribu. Umemwomba Mungu akupatie fedha kwa ajili ya kitu fulani, alafu Mungu anakupa mtihani kwamba kabla hujapewa kile kitu lazima ufanye tendo la imani la kumtolea mtu, kumbariki mtu na kitu fulani. Unashindwa kufanya tendo la imani, unakosa ile baraka. Kuna wengi wenu ambao mlitakiwa mtoe vitu ili baraka ile, yani ndio tendo la imani lenyewe, ndio tendo la imani. Kuna vitu vyako vingi, I'm telling you, umeomba muda mrefu, lakini vimeshikiliwa hapo kwa sababu ya mashaka. Shetani alipoingiza mashaka, vikakamatwa hapo juu. Na Mungu anapokutaka ufanye kwa matendo, ukashinda kufanya kwa matendo, unapoteza ile qualification ya kupokea. Mungu anapotaka kukubariki siku zote lazima atakupa na mtihani. Utapewa na mtihani ufaulu ili uvuke kwenye hiyo level. Na Mungu anapoachilia vitu na ukaingiza mashaka, unaruhusu shetani achukue vitu vyako vingi. Mungu ameachilia kila kitu, lakini ni imani ndio inakokufanyisha kupokea kile ambacho unatakiwa upokee. Sasa nataka nikuonyeshe tu na nataka nimalizie, twende tukaangalia kitabu kile cha Luka, tukamalizia hapo kwenye kitabu cha Luka mlango wa kwanza. Yes, Luka mlango wa kwanza. Tutaona hapa habari fulani hivi muhimu sana ambayo tunakwenda kumaliza nayo. Hii ya mtumishi wa Mungu anaitwa Zakaria. Mungu anachukizwa na watu wasiokuwa na imani, wenye mashaka. Anachukizwa. Tunaona hapa nini kilitokea kwa Zakaria. Mungu anataka uamini, umwamini, trust him no matter what. Amini kile kitu ambacho amekuahidi. Tunaona hapa, sitasoma kuanzia juu, nitaanzia hapa mstari wa 10 kwenye hiyo Luka 1. Anasema, na mkutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba, akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomuona alifadhaika, hofu ikamwingia alipomuona malaika. Malaika anakuja kumletea habari, akaingiwa na hofu. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mamaye. Na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto, na kuwatilia waasi akili za wenye haki, na kumwelekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Tunaona huyu ametokewa na malaika, anamwambia habari za mkewe kupata uzao. Ona hapa kinatokea. Mstari wa 18 anasema, Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Unaona hapa ameweka mashaka, ametilia mashaka kile ambacho Bwana mwenyewe kupitia malaika wake amemwagiza. Sikiza hapa, malaika akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Yani unaletewa habari njema. Neno la Mungu ni habari njema, linakuambia 1, 2, 3, lakini unasema unaleta excuse. Nikwambie, ona kilichotokea hapa kwa Zakaria. Alipotoka hali hawezi mstari ule wa 20 pale, tazama utakuwa bubu usiweze kusema mpaka siku ile atakapotukia hayo, kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Hakuamini, imebidi sasa awekewe ububu. Ndio maana nikasema hivi, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ukikosa imani tayari unamchukiza Mungu. Hapa huyu amekuwa na mawasiwasi, ana shaka. Umeona hapa akapigwa ububu.
mpaka mambo yatakapotokea. Mungu alikuwa amedhamiria atokea. Sasa huyu namsaidiaje? Apigwe ububu mpaka atakapoona. Maana pengine mdomo wake ungeendelea kufuta. Kwa nini Mungu alimwekea? Pengine kwa nini alimwekea ububu? Pengine angeendelea kuongea kwa mashaka akafuta. Watu wengi leo hii hamjapokea mnapotakiwa kupokea. Kwa sababu gani? Maneno yako haya reflect kile ambacho umekiamini, kile ambacho umemwomba Mungu. Sasa Mungu kumsaidia huyu alimpa ububu. Leo hii Mungu hawezi kukupa wewe ububu. Umeona? Mdomo wako huo badala ya kuamini kile Mungu ambacho anataka kufanya, ndio huo ambao unautumia kila siku kufuta. Unafuta. Sasa unahitaji kuwa na imani. Tunahitaji, tukiona hapa mbeleni tunaona ikawa siku ya mstari 23, ikawa siku ya huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake, na hata baada ya siku zile mkewe Elizabeti alichukua mimba, akatawa miezi 5 akisema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia, ili kuniondolea aibu yangu mbele za watu. Mkewe Elizabeti hapa anaongea. Tunaona hapa kuna muda mwingine Mungu analazimika kufunga, kuweka ububu ili usiharibu imani. Watu wengi wameharibu imani kwa maneno yao, kwa vinywa vyao, mashaka na hofu. Funguka, mwambie Bwana akuepushe na mashaka. Bwana kila alichokiandika kwenye neno lake ni amina na kweli. Ukiamini. Yasema mkiamini mtatenda zaidi ya haya. Mtafanya zaidi ya hiyo ya mtini. Ukiamini. So nataka nikutie moyo. Mwambie Bwana, umekuwa ukiomba sana. This time around, mwambie Bwana, maombi yangu yaambatanishwe na imani. Ondoa pepo la mashaka na hofu. Mungu hapendwi, anachukizwa na watu kwenye kusitasita. Hapendezwi na watu kusitasita. Hapendezwi nao. Unatakiwa muamini Mungu. Ni jambo fulani, amini, just believe. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa kufuatilia platform hii, na ninaamini kupitia programu hizi za maombi tutaendelea kumwambia Bwana atupe imani, na tutajifunza imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia neno la Kristo. Kadiri unavyosikia neno la Kristo, ndipo imani yako inaendelea kukua zaidi, ndipo ambavyo unaendelea kuamini kile ulichokisikia. Kwa Mungu akubariki sana, na karibu katika maombi yetu ya usiku wa leo saa 8. Karibu sana, tuendelee kumwambia Bwana kwa habari ya kutupa imani, kukemea roho ya hofu na mashaka kwenye maisha yetu. Mungu akubariki sana, na tukutane hadi wakati mwingine tena. Kwa mawasiliano zaidi namba 0712699762. Amen. Mungu akubariki. Amen.